Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuna mambo 10 yanawasagasaga watu wa kirohani, na mbaya zaidi wao hawajui. Kuna mambo yanawaponda watu wa kirohani, na mbaya zaidi wao hawajitambui. Kuna mambo yanawapotezea time watu wa kirohani, na mbaya zaidi wao hawajui. Lakini bado kuna mambo yanawachana chana na yatawasababisha wengi kesho walie na kusaga meno. Itawasababisha wengi kesho wajisonye na wajute, lakini wengi hawayajui. Leo nimekuandalia mambo haya na nimeyafafanua, na insha Allah mpaka mwisho utapiga saluti na utasema hakika kweli, kwa sababu sizungumzi mambo ambayo hayawakuti watu. Mimi nafanya research, lakini pia ninafahamu mambo ya kirohani nje, ndani nje, hata unikurupua usiku. Hii ni fani yangu, ninajua, ninachambua, ninafahamu nje, ndani nje. Alhamdulillah. Ndugu zangu, katika mambo haya, jambo la kwanza utaona ni la kawaida, lakini katika ufafanuzi utaona iko hoja. Kujitenga na jamii ni moja ya nature ya watu wa kirohani. Asili yao wao hupenda kujitenga na watu, lakini kuna wakati wanapokuwa tayari wameshajigundua kwamba wana marohani, wakajitenga na jamii kupitiliza. Hili ni jambo ambalo huwakumba wengi, kwa sababu mtu anakuwa anahisi ulimwengu haumuelewi, na anahisi muda wote kusalitiwa na kudhulumiwa. Anytime, muda wowote anakuwa anawaza kudhulumiwa na kusalitiwa. Watu washamdhulumu sana, watu washamsaliti sana, hivyo umpelekea kujitenga. Na kujitenga huku si kwa ajili ya ibada nini, au labda amepewa maelekezo fulani na mwalimu. Kujitenga kwa sababu ya trauma, na baada ya kutafuta suluhu mtu ukimbilia upweke. Watu wa kirohani wengi hufikiria upweke ni sehemu zaidi ya kujiponya. Hili pia linatutafuneni jamani, Kwa hiyo watu wanaweza kujitenga kwa kufanya nyaradi fulani au mwongozo fulani kutoka kwa walimu wenye kujua, watakapoweza kuwa wamepewa miongozo ya kiroho. Na yasiyokuwa hayo matokeo yake hujenga roho yako kujiona wewe ni mtu wa kudhulumiwa sugu, ni mtu wa kusalitiwa sugu, lakini pia unakuwa ukibomoa maisha yako ya kijamii na kiuchumi. Pana watu vinazungumza, hataki kufanya kazi yoyote, anasema mimi najiponya, watu wananiuzi kila siku. Uchumi wako utashuka chini na jamii itakuona wewe ni mtu mwenye kiburi, unajitenga. Lakini kitu kingine ambacho kinawabomoa na kuwatafuna hawa wenzetu ni kiburi na kutawaliwa na nafsi. Unapogundua kuwa una marohani, una majini wakubwa wenye uwezo, nafsi yako huanza kuvimba na kujiona kuwa wewe unafahamu siri za ulimwengu, kwamba kodi sisi ndo tunazozijua, ambazo wengi wao hawana. Mimi nashindwa hata kufahamu. Mtu sawa, una marohani wakubwa sana, lakini bado hujui chochote. Mtu sema sisi kodi tunazijua, akati huna. Huu ni mtego wa kishaitani. Mtu anaanza kuona dharau kwa viongozi wa dini, kwa wazee, kwa viongozi wa kirohani, akiamini kila akiona mtu anazungumza kimarohani anahisi wako level moja, eti kwa kuwa kampita pesa, eti kwa kuwa kampita umri. Hapana, hivyo anashindwa kuwapa heshima yao wale watu ambao wamemzidi kiroho, pengine ni wakubwa, ni wazazi wake kiroho. Kiburi hiki ndicho kinachofunga milango ya rehema na kumfanya mtu awe mtumwa wa majini, badala yake akawa ni mtumishi. Marohani wakimtumikia, majini watamtumikisha, kwa sababu washamgundua huyu. Hivi ushe kuona kuna watu ambao, mimi napokea watu wengi, kuna mtu ambaye mpaka unasema huyu maisha yake, huyu ni mtumwa. Atakupigia simu kila siku, yule jini amesema anaitwa nani, jini amenitafuta amesema anaitwa nani, ndio nampambania, nilishamfanyia mambo yake,
hivi. Yani yeye kuanzia Januari mpaka Disemba anashughulika na mambo ya majini. Haya nilimchinjia, alikuja jini naitwa Brian sijui akasema atanibusu. Mpaka unasema hivi mimi mwenyewe mtabibu, haya mimi huyu mbona maisha yake magumu hivi, majini. Jambo jingine la tatu, migogoro na changamoto katika mapenzi. Wenye marohani, wenye nguvu na majini mara nyingi hupata shida sana katika ndoa na mahusiano. Hili jamani linatutafuna wengi, hupata shida. Sasa mtu kutokana na wivu labda wa kiroho na viumbe hawa mara kwa mara, kwa hiyo mara nyingi mtu yale mambo ya viumbe huingilia hisia zake, hivyo humfanya mtu amuone mwenza wake hafai au kumsababisha mwenza wake kumchukia. Kwa hiyo mwenye marohani bila sababu akamchukia bila ya sababu, hata hivyo kupelekea vilio vya kila siku na kuvunjika kwa familia. Wengi husema kwamba hatuhusiki na mapenzi, hatuhusiki na ndoa, hili pia likiwatafuna. Lakini misukosuko ya kihisia, mtu anakuwa kama pima joto vile sahihi, ana furaha dakika mbili, ana ghadhabu dakika mbili, ana huzuni dakika mbili, amecheka dakika hizi, kajifungia peke yake analia dakika hizi, kapandisha sijui dakika hii anachoma ubani. Ndugu yangu, hii inasababishwa na mfumo wake wa neva na hisia unakuwa unadhibitiwa na viumbe ambao hawako katika hali ya kibinadamu. Hasa mtu anakuwa anaishi maisha magumu bila udhibiti wa kiroho. Mtu huyu atakuwa hawezi kufanya maamuzi yoyote ya busara mpaka anaingia kaburini. Hisia zake zimebebwa na majini, kila kitu mwenzake kikitokea anasema nasubiria muongozo jini, mpaka unasema wewe si bora uwe jini tu na wewe, kwa sababu mtu Januari mpaka Disemba kila kitu jini. Una nafasi ya binadamu, wewe ni binadamu, una nafasi za kuamua kupitia akili na hisia na vitu vingine kama hivyo. Jambo jingine, kutoeleweka na marafiki na hata familia. Hata mtu anapojaribu kuelezea yale mambo ambayo anayapitia, watu wa karibu huona kama anajigamba au huyu mshenzi anaigiza au ana ukichaa, huyu kichaa chizi huyu. Kwa hiyo upweke huu ni mbaya, kwa sababu huwa unatutafuna yake, huwa unamkaa mtu kutoka kwenye mfumo wa msaada. Yani anakuwa aamini katika msaada, yani aamini tena katika msaada. Hivyo anapoanza kuonekana kituko kwenye familia, anajikuta anasukumiwa zaidi kwenye mikono ya viumbe hao ambao viumbe hao muaminisha kuwa sie ndio tunakupenda. Kwa hiyo utajikuta mtu aamini katika upendo, aamini katika nini, yeye ajishughulishe akili yake, anasema viumbe watafanya. Amka ukafanye kazi, viumbe watakusaidia baada ya kuwa umepambana. Mimi mwalimu wa kirohani, mwalimu wenu, bado na mipango yangu ya kidunia na ninapambana. Life zile kanitandika ile kanipija. Sisemi tu anasubiria miujiza ya marohani. Mimi napiga kazi. Miujiza ya marohani itanikutaga huko inshallah. Lakini pia upweke wa ndani na majonzi ya kudumu. Licha ya kuwa na mtu, licha kuwa na watu wenye marohani, ujihisi kwamba yuko peke yake dunia nzima. Yaani uona kama dunia nzima yuko peke yake. Hasa ukute mtu ndo kafiwa na wazazi, ndo kabisa. Hii ni huzuni ya kigubiko. Mtu analia bila sababu ya msingi, anajihisi ana mzigo mzito kifuani. Majonzi haya yanazuia baraka za riziki, kwa sababu roho yake inakuwa imekata tamaa. Na Allah anasema la taqnatu birahmatullah, msikate tamaa na rehema za Mungu. Yeye anahisi kama dunia nzima upendo ulishaga, upendo ulikwisha ku expire date. Anaona kama mapenzi hakunaga mahaba. Jamani, mahaba yapo, mapenzi yapo. Mimi na wewe ndo hatujabahatikaga kupata mahaba, kupata mapenzi, kupata kazi nzuri, kupata maisha, kupata ndugu, familia zenye upendo zipo na kadhalika. Jamani, time inaisha, alafu bado mambo yako. Jambo jingine, ugumu wa kupata mwongozo sahihi. Katika hali ya kuchanganyikiwa, wengi huangukia kwa matapeli au walimu wasio na hofu ya Mungu. Wengi ukuta wanaangukia kwa walimu wa kola, kwa sababu anakuwa na kiu ya kutaka kujijua, anakuwa tayari kufuata kila anachoambiwa. Mtandaoni ana channel 500 kwa subscribes. Saizi kamwangalia Al-Habibi, mdauka mwangalie Sheikh nani, anakuwa kivurugika. Hata ndipo ambapo upewa miongozo ya kumpelekea kwenye ushirikina au mambo ya kumfunga zaidi. Jambo jingine, kupotoshwa na nguvu za giza ili sifafanui. Jambo jingine, kuathirika kwa afya ya akili na mwili. Na jambo jingine, kupoza mwelekeo wa malengo ya maisha yake. Tutakuja kufafanua siku nyingine inshallah.